Yani hii wiki bora iishe tu, nimechoka. Mwili mzima, macho, mgongo, kiuno vyote vinaniuma. Nahisi kufa yani. Ni mzee Calistus akiwa analalamika kazi zimemchosha sana. Hajakaa vizuri, anaitwa we Calistus kali. Alikuja na kunitumbia nguo zake akidai kwa nini hakuifua. Mwamba huku anakula ubwabwa, bosi wake anamfokea kama mbwa. We unachokijua ni kula tu, kazi ufanye. Alipiga kofi sahani ya wali ikamwagika chini. Sasa nakuambia hivi, rudi ndani ukafue nguo zote, uzinyoshe na uzikunje. Mwamba kama anajitetea kwamba tayari alishaosha nguo zote. Akasema sasa madam, leo ni Ijumaa, naomba nirudi nyumbani, nitafanya Jumatatu. Akaambia we fua nguo cha uzembe na ndevu zako hizo kama beberu. Umaskini mbaya. Mwamba alifua nguo na wakati anaingia ndani kuingiza nguo ndani, kelele za mlango zilimfanya bosi wake amke. Mlango ulivyopiga kelele, alikula tusi kubwa ambalo hajawahi libeba, alipata kizunguzungu. Aliporudi maskani akawa anamsimulia rafiki yake aliyemshauri asiache kazi kabla hajachukua mshahara wake, pia asiache kazi kabla hajapata kazi nyingine. Akasema fresh, ngoja nitavumilia. Alipoenda kesho kuongea na bosi wake na kumwomba mshahara wake ambao hajalipwa kwa miezi mitatu, akamwambia ili ulipwe mshahara inabidi ufanye kazi inayoonekana, ndio nitakulipa. Usisi pesa ni mavi, ukienda chooni tu unazikuta. Aisee, watu niona maneno. Mwamba ilibidi apige simu kwa mchizi wake akilalamika, lakini mchizi bado anampa moyo atulie tu, mambo yatakaa sawa. Sasa kuna siku Mwamba akawa amesinzia kwenye kiti, bosi wake alikuja na dekio lenye maji machafu na kudeki kipara chake. Ilibidi mshikaji akurupuke kutoka usingizini. Jamaa aliambiwa, nilikuonya usiache maji machafu kwenye nyumba yangu, beberu mzee wewe. Tusi lingine hilo. Akiwa amelala siku moja, anasikia simu ya bosi wake ikiita na Maza anaomba apelekewa maji. Hiyo ilikuwa ni saa 8 usiku. Sasa utafanyaje na umeshaajiliwa? Ilibidi tu mshikaji atoke akapeleke maji kwa bosi wake. Hii siku alikuwa akipika. Bosi aliingia jikoni na kukuta akapika nyama. Alivyoionja akahamaki kwa kusema, kwa nini umeweka chumvi na pilipili nyingi kwenye hii mboga? Aise, pika upya mboga na nitakukata kutoka kwenye mshahara wako. Mwamba anapiga kazi zote za ndani, lakini bosi haoni hata umuhimu wake. Kuna siku alimpigia simu na kumwambia awai haraka kwenye duka moja kabla hawajafunga. Bahati mbaya mshikaji, kwa sababu alikuwa anatembea kwa mguu, akachelewa kufika lile eneo, na alipofika ndipo akakuta wanafunga. Alipoomba kufunguliwa hakukubaliwa. Akamwomba sana yule jamaa kwamba bosi wake atamuua. Bosi alifika na kuanza kumfokea. Matusi alikuwa hayatoshi na kumpa bonge moja la kofi mpaka mshikaji akaanza kuona nyota. Akamwambia sasa tutaonana nyumbani. Baada ya kula kile kibao, Calistus hakurudi nyumbani, ndio kwanza akaenda kumsimulia mshikaji wake jambo ambalo lilimkuta. Rafiki yake alimshauri kwamba hiyo kazi aachane naye, huyo sio mtu mzuri wa kufanya naye kazi. Kulivyokucha mshikaji wake Boma alienda kumcheki nyumbani kwake. Alipofika akaanza kupiga naye story, na hapo ndipo akapokea simu. Alianza kumfokea kwa nini hajafika kazini mpaka muda huo. Mshikaji akamuuliza, kwa unategemea ile kofi ambayo ulinipiga jana, unategemea nije kufanya kazi kwako tena? Siji na kazi nimeacha. Basi yule dada alimwambia, kwa sababu umeacha kazi naomba uniletee funguo yangu, usipofanya hivi nitawaambia polisi kwamba wewe ni mwizi, watakuja kukukamata. Calistus akasema hiyo sio kesi, mimi nitakurudisha funguo yako bwana, usinitishie. Akaongozana na mshikaji wake Boma kwenda kurudisha funguo ya huyo dada. Walipofika nyumbani kwake wakaishia pale getini, wakawa wanajiuliza wafanyaje, wafungue funguo ingie ndani, waache funguo au itupe ndani ya geti. Na hapo ndipo simu ya Calistus ilipigwa na namba ngeni. Alipokea. Huyo mtu aliyempigia simu akaanza kujielezea kwamba yeye ni mfanyakazi wa hospitali fulani na bosi wake kapata ajali, hivyo kapoteza kumbukumbu. Kapigiwa yeye kwa sababu yeye ndiye mtu wa mwisho alionekana kuwasiliana na bosi wake. Calistus alifurahi sana na akakata ile simu. Mambo haya yamuhusu tena, adui yako muombe njaa. Boma akamuuliza, oya mzee, mbona umekata simu, ni nani? Akasema, aisee, yule bosi wangu bwana amepata ajali na nimeambiwa kwamba kapoteza kumbukumbu zote, mimi sijali. Sasa mshikaji wake akamshauri kwamba bosi wake hana ndugu yoyote ambaye anamfahamu, kwa kinachotakiwa inabidi aende akamwone hivyo hivyo. Mshikaji akasema, ni kama umeongea kitu hivi, hebu tukamcheki bwana hospitali, si hana kumbukumbu. Kwa alivyofika pale akajitambulisha kwa daktari kwamba yeye ndiye kaka pekee wa huyo bosi wake. Cha ajabu ni kwamba mshikaji akaanza kuulizia vile vitu ambavyo bosi wake alikuwa navyo. Akaulizia simu yake iko wapi, vitu vyake viko wapi, pochi yake iko wapi. Akaulizia pia kama gari ni zima. Akamwambia vitu vyake vipi, hatuwezi kukukabidhi kwanza, na gari lake ni zima, alikuwa akitembea barabarani, bodaboda wakamgonga. Calistus akaambia kwamba wakithibitisha kwamba yeye kweli ni kaka yake, basi watamkabidhi hivyo vitu
ataendelea na maisha yake, atamchukua ndugu yake, wataenda naye nyumbani. Lakini pia aliambia kwamba kwa sababu ndugu yake alipata ajali kwenye sehemu ya ubongo, basi uwezekano wa yeye kupata kumbukumbu tena ni mdogo sana. Mshikaji alifurahi sana kimoyomoyo kwa sababu huyu binti alimtesa sana. Kesho yake waliporudi, wakakabidhiwa vitu vyake, wakapewa pochi yake pamoja na ATM kadi yake. Walipochungulia ndani ya pochi pia wakakutana na funguo ya gari, lakini pia wakakutana na ATM kadi ambayo mshikaji ainijua password yake. Washikaji wataenda kujichana kinoma kwa sababu huyu binti ana pesa kweli kweli. Walifurahi sana kwa sababu kwa sasa wataenda kutanua maisha hapo mjini, watu watawakoma. Walipoondoka, huyu binti ndio akawa anaamka, na hapo ndipo yule nesi aliingia na kuambia kwamba walikuwa wamesahau simu. Na wakati huo huo, huyu dada ndio akawa anashtuka. Bahati mbaya ni kwamba hana kumbukumbu bado, haelewi kinachoendelea. Nesi aliingia na kumwambia kwamba kaka yake alikuja na akamkabidhi baadhi ya vitu vyake, ila alisahau kumpatia simu. Anaamini atarudi muda si mrefu, ila kwa sasa achukue simu yake, labda anaweza kupata kumbukumbu kidogo. Nesi akamtakia apone haraka, kisha akatoka. Hapo ndipo dada anahangaika, hata password ya simu yake haikumbuki. Ila huku nje sasa, Callistus na Boma wanaenjoy pesa za bosi, wanajinunulia kila kitu wanachotaka. Shida washazisahau. Kwa kweli mtu si nyao. Wakienda mgawani chakula cha 6,000 wanalipa 8,000. Maisha ni matamu, Mungu kawakumbuka. Ila Boma akamuuliza, hivi itakuwaje udada akapata kumbukumbu zake? Tutafanyaje? Callistus alimaindi na kusema, bwana wewe acha uoga, daktari alishasema huyu hawezi kupata kumbukumbu tena. Dada anahudumiwa hospitali. Hapa na mchizi upo naye. Daktari akamwambia kwamba utaruhusiwa kwenda nyumbani, lakini naomba upumzike, usijipe stress sana kwa kuwa bado hujapona vizuri, na kumwambia Callistus kwamba amtunze vizuri dada yake. Mchizi kinafiki akasema usijali dokta, yupo mikono salama. Baada ya hapo wakatoka hadi kwenda nyumbani kwa huyu dada, ila cha ajabu ni kwamba huyu dada hakumbuki hata kama hapo ni kwake. Boma anamwonea huruma, lakini anakumbushwa ni kwamba hata kama anatia huruma, huyu bado ni shetani, atabadilika tu. Boma alipoondoka, Callistus aliingia ndani na kumpeleka kwenye chumba alichokuwa analala yeye na kumwambia hiki ndicho chumba chako. Dada anashukuru, asante kaka. Si anaona anasaidiwa, kumbe hapo ni kwake na huyu alikuwa ni houseboy wake. Callistus akamwambia kwamba nikwambie kitu, mimi sio kaka yako, niliwaambia mimi ni kaka yako ili wakuhudumie vizuri. Dada akawa anatoa macho tu. Jamaa akasema, kwanza nipe hiyo simu, toa laini yako, shika hiki kisosado ndio simu yako. Nilikuwa zima tu. Sasa dada akauliza, sasa kwani mimi ni nani yako? Mwamba akasema, ngoja nikuonyeshe. Dada akaanza kupiga kazi kama beki 3, hakumbuki. Meza ishapinduka. Akawa akileta chakula, Mwamba anakitema na kusema kibaya hajui kupika. Akawa anapiga kazi mpaka kizunguzungu, ila hana jinsi. Hii siku alikuwa akila msosi hapa, ndipo Mwamba akaja na kuanza kumwambia, yaani wewe huoni kazi za kufanya humu ndani, unachojua ni wewe kula tu, kula na wewe. Alitupiwa nguo na kuambia, hebu fua hizo nguo, unakula nini? Sister akawa anafua nguo huku Mwamba akipiga simu kwa mtu fulani na kumwambia kwamba amletee hizo document haraka sana, ana shida nazo. Boma alipomuuliza Callistus wanampeleka lini bosi wake hospitalini, Callistus alimjibu, we mjinga nini? Au unataka kumbukumbu zake zirudi tuache kuenjoy maisha? Dada alipokuwa akiingiza nguo ndani, jamaa si akaamka akamwambia, aise, unabamiza mlango kwa nguvu. Jamaa alimpa tusi na kumwambia asirudie tena kama vile alivyokuwa akimfanyia mwanzo. Sasa hii siku Boma alikuja na jamaa akawa anafurahi jinsi meza ilivyopinduka. Bosi wake sasa ni mtumwa wake. Hapo alimuita huyo dada kwamba alete juisi haraka. Sasa alimtusi tusi moja ambalo huyo dada alikuwa anapenda kumtukana, freaking useless, likimaanisha mtu asiye na maana. Sasa hilo neno bwana likawa linamfanya huyu dada kichwa kiume ahisi kama anakumbuka kitu ambacho alikisahau kabla. Aliwahi kupeleka juisi maana bosi wake ni mkali kinoma. Alipoenda kumimina juisi, si akamwaga juisi, jamaa akamwambia afute ile juisi kwa kutumia nguo yake aliyoivaa na kumtusha tena lile tusi, freaking useless. Ile alipoondoka, Boma akawa anamwambia jamaa kwamba anavyomfanyia huyu dada sio vizuri hata kidogo, ila Callistus analipiza kisasi kwa sababu aliteseka sana. Hapo ndipo akaja mshikaji wao aitwaye Solu. Sasa huyu Solu alikuwa na documents ambazo wamefoji. Endapo tu huyu dada akatia saini, basi mali zake zote zitahamisha kutoka kwake kwenda kwa Callistus. Kila kitu Callistus alijiandaa na alishamfundisha huyu dada saini yake kwamba aifanyie mazoezi ili documents zikija anamdanganya kwamba
inabidi asaini hizo document ikiwa ni manufaa yake yeye mwenyewe. Dada akaonyesha sehemu ya kusaini. Sasa dada akaanza kupata kama kumbukumbu fulani hivi. Alianza kukumbuka kuwa yeye ni bosi wa Callistus na alikuwa anamuendesha kweli kweli. Akaita kisingizio kwamba kichwa kinamuuma sana, anaomba akanywe maji. Akaenda jikoni, huku ndipo kumbukumbu zikarudi vizuri. Akajiuliza sana, imekuwaje anaishi kama beki tatu? Alikumbuka namba fulani ya polisi anayemjua, akampigia aje haraka kumsaidia, maana kuna wezi watatu wanataka kumwibia huku ndani. Huku wajuba wana maindi kwa nini udada anachelewa. Si akaja na sura nyingine, aliishika ile document huku jamaa anamfokea na kumwambia, wewe mjinga, hebu saini bwana haraka. Asijue dada kumbukumbu zimerudi na anasoma maelezo vizuri kabla ya kusaini. Alimuuliza, ehe Kali, unafanya nini kwenye nyumba yangu? Walianza kulia kwa kusikia ving'ola vya polisi. Woi, siku za mwizi ni 40.